Mara nyingi nimesikia mafundisho yakijenga hoja kwamba kama mzaliwa wa kwanza yuko na shida, basi na kizazi hicho kitakuwa na shida. Na wewe umesikia, na tulienda mbali sana, tukatoa sadaka ya mzaliwa wa kwanza. Mimi sipingani na mafundisho yanayoendelea, ila nataka tuujue ukweli ukoje. Kwanza ifahamike katika neno la Mungu, Biblia inasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Amina. Ni sawa na sio sawa? Ina maana yake ni nini basi? Katika mazingira hayo tuliondoshwa katika ufahamu na fikra tulizojengewa, kwa sababu roho itendao dhambi ndio itakayo kufa. Pili, ukishakwisha kuokoka katika roho, uhalali wa mzaliwa wa kwanza kwenye familia yako unaondoka. Biblia inasema yeye Yesu atakuwa mzaliwa wa kwanza katika ndugu hao wengi. Eti maandiko yako na Biblia yako inasema hivyo? Amina. Twende taratibu, usije kusema mtumishi, mimi yani sikuelewi, utanielewa taratibu. Yesu Kristo kwa mujibu wa Biblia, kwa mujibu wa maelezo yake, yeye ndiye mzaliwa wa kwanza kati ya sisi. Sasa nataka nikuulize swali. Katika roho, Yesu ni mzaliwa wa kwanza wetu. Na vifungo huanzia wapi? Rohoni, si ndio? Huja katika nini? Kama mmefunguliwa katika roho, vivyo hivyo mmefunguliwa katika nini? Katika mwili. Nimetangulia kusema sina nia mbaya wala sitangui chochote, ila ninachojaribu kukuelekeza, na mimi pia nimeelekezwa. Yako mambo ya kiroho ukiyachukua katika namna ya kutokuelewa, yanaweza kukusumbua miaka yote ya wokovu wako. Lakini nataka nikuthibitishie, mzaliwa wa kwanza katika kizazi tulicho nacho. Kumbuka, katika kizazi tulicho nacho, baada ya Yesu Kristo kuja, mzaliwa wa kwanza aliondolewa haki ya kiroho kwenye familia yako. Nataka nikuulize, kwani hujawahi kukutana na maisha fulani, haya mambo ya kiroho haya yanawasumbua? Hujawahi kukutana na familia fulani, mtoto wa kwanza hajafanikiwa, wa pili kafanikiwa, wa tatu kafanikiwa, wa nne kafanikiwa? Hujawahi kukutana nazo? Sasa haya mambo yanakuwaje kama wa kwanza hajafanikiwa? Ina maana unataka iwe cheni ya watu wote wasifanikiwe? Sikiza nikwambie, naomba uwekeze akili yako ya kiroho katika usahihi na ili ufanikiwe. Sikiza, kila aliyempokea Yesu alifanyika mwana. Twende taratibu sisi kidogo. Alifanyika mwana wa Mungu. Maana yake wewe unazidai baraka zako kama mwana wa Mungu kwa Mungu wako, sio kuna mzaliwa wako wa kwanza. Nitayahubiri haya katikati ya jamii ya watu wa Mungu ili wapate kuelewa, ili sasa mambo ya kiroho yasitengenezewe muundo kana kwamba kuna sehemu, kuna kizuizi, kuna kizuizi, kuna kizuizi. Yasitengenezewe muundo huo. Mambo ya kiroho, Biblia inasema mtu yoyote atendaye dhambi ndiye atakayekufa, au roho yote itendayo dhambi ndiye atakayokufa.
hapa wewe ulipo hauna mzaliwa wa kwanza? Nikumbushe bana, unifahamishe. Yamkini wewe umejenga, yeye hajajenga. Si ndio? Wewe umeolewa, yeye hajaolewa. Wewe umeoa, yeye hajaoa. Haya ndio mambo ya kuyajenga sasa katika kuzaliwa. Maanake agano lako kaje? Agano huanza kabla ya kuzaliwa. Sasa huyo mzaliwa wa kwanza na yeye agano lake lilianza katika Mungu. Akigundua kwamba Mungu ni nani, atafanikiwa. Na mbaya zaidi, mnakwenda kuyatolea sadaka ambayo si mzaliwa wa kwanza, liko kilabuni. Unakomboa nini? Uzao liko wapi? Fundisho la kufunguliwa haliwezi kulenga mlengo mmoja. Lazima litakuwa na mawanda mapana ili watu wafunguliwe. Mwenzako, wewe umeibiwa mara ngapi kuna mzaliwa wa kwanza? Muulize mwenzako. Muulize mwenzako, wewe umeibiwa mara ngapi kuna mzaliwa wa kwanza? Unaweza kuja ibiwa hela lakini umeibiwa fikra. Unaweza kuja ibiwa fikra lakini umeibiwa akili. Si ndio? Unaweza kuja ujaibiwa akili ila umeibiwa uelewa. Haya mambo ya kiroho yasipokuwa sawasawa huleta mkanganyiko ndani ya kanisa. Huleta mkanganyiko ndani ya maisha. Huleta mkanganyiko kwenye jamii zetu. Hakuna mahusiano ya mzaliwa wa kwanza na mafanikio yao katika jina la Yesu. Hawanitaki sababu simeshajengwa sana. Nimeona Mungu ameniambia asubuhi ya leo. Mimi nilikuwa namuuliza swali. Mungu, sababu ya kumleta Yesu ni nini? Anasema nimemleta Yesu awe mzaliwa wa kwanza katika ndugu walio wengi. Je, wakubali wewe Yesu ni mzaliwa wa kwanza kwako? Sasa Yesu anaifungwa. Yesu amefungwa. Shida yenu nyewe msomi Biblia, mnasikia mafundisho tu. Ndio shida yenu. Nimesemaje? Chochote mtakachokitengeneza kiakili na kiufahamu, hiki kwa hivi. Utapokwenda kutoa mzaliwa wa kwanza, utaona reflection ya kiroho. Mtu anapiga kelele na hapo. Ni kweli. Hiyo ni reflection ya kiroho, lakini haina mahusiano na kukwama wewe. Ndio maana Biblia inasema mtu yoyote akitaka kunifuata, kwanza ajikane mwenyewe, kisha aubebe msalaba wake bali. Hivi nyie mnaelewa watu wa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Haya muulize mwenzako, umeshatoa sadaka mara ngapi ya mzaliwa wa kwanza? Na wanaofanya hayo ni watumishi ambao tunawaheshimu kweli kweli. Si kweli? Ni kweli? Tunawaheshimu kweli kweli. Haya mambo ya kiroho, hakika Mungu asirudi haraka kwanza watu wafundishwe. Yesu ndiye kujua kwanza watu wafanye. Sasa unaona mambo ya kiroho yako hivi, ukijaribu kufikiria kwamba hapa ndipo kwenye kifungo changu, shetani naye anakazia hapa hapo. Anamfanya mzaliwa wa kwanza asieleweke. Wewe si unajua ndo baraka zako zinatoka? Ina maana mimi Gervas, yaani nitegemee mzaliwa wa kwanza ndio nibarikiwe? Wewe mbona kwa nimelogwa kwa kiwango kikubwa sana? Mimi nabarikiwa na Mungu. Na wewe je? Ukielewa hivyo basi imetosha. Hautohangaika na mzaliwa. Haya mambo yamekugusa, hajakugusa katika dunia hii. Na mtu anasikiliza, Agano la Kale ukilishika vizuri, kuna sadaka libia 30 au 40 50. Kuna Agano la Kale. Ukilijenga hilo fundisho, kila itwapo leo, kila kipengele watu watatoa sadaka. Kama kwenu lilizaliwa jitu linalewa, acha liendelee kulewa, acha liendelee kubarikiwa.
Endelea kubarikiwa, endelea kubarikiwa.